Ni dhahiri kuwa kitumbua cha Edwin Sifuna kimeingia mchanga baada ya mkutano ya baraza kuu la chama cha ODM uliochukua zaidi ya This is how I'd learn AI in 2026. Ilifikia kikomo katika taarifa iliyosomwa na naibu katibu mkuu wa ODM Catherine Omanyo. Having deliberated on matters relating to the conduct of the Secretary General Senator Edwin Sifuna, the NEC resolved to remove him from office with immediate effect in accordance with the party constitution and applicable laws. Kamati kuu ya chama cha ODM inasema kuwa imekerwa na mwenendo na tabia ya Edwin Sifuna na hatua yake ya kukaidi maamuzi ya chama ni kinyume na katiba ya chama hicho. The NEC expressed grave concern over the rising levels of indiscipline within the party, particularly at the senior leadership level. The committee underscored that ODM is governed by its constitution, the rule of law, and collective decision-making through its duly constituted organs. Kufuatia hatua ya leo, baraza kuu la chama sasa limetangaza mkutano wa wajumbe wa chama cha chungwa NDC utakaofanyika mwezi ujao ili kumtafuta katibu mkuu mpya wa chama hicho. Effectively, the Deputy Secretary General, Honorable me, yours truly, Catherine Omanyo, will act in this position until a substantive holder of the position is elected. Chama cha chungwa aidha kimeafikiana kuanzisha mchakato wa kuondoka katika muungano wa Azimio, kikidai kuwa ODM ndicho chama chenye ufuasi mkubwa katika muungano huo. Stephen Leto, runinga ya Citizen. Edwin Watenya Sifuna aliyekuwa katibu mkuu wa chama cha ODM, mzaliwa wa kaunti ya Kakamega, mkazi wa Bungoma na seneta wa kaunti ya Nairobi, Sifuna amehudumu kama katibu wa chama cha ODM kwa miaka 8 sasa. We are taking a position that has been vacant. Kabla ya kuteuliwa kwake rasmi kuwa katibu mkuu, Sifuna alivamia afisi za chama cha ODM na kukalia kiti cha katibu mkuu wa chama, akimpokonya hatamu katibu mkuu wa wakati huo wa Babu na Mwamba. To meet whenever they will meet, and the decision of a party on the decision that we have taken today as youth will be reached at that particular point, but we expect that the NEC will be endorsing the position that we have taken today. Mnamo mwaka 2017 Sifuna alijaribu kugombea kiti cha ubunge kule Kandui, kaunti ya Bungoma, safari hiyo ikikatizwa ghafla katika uchaguzi wa mchujo wa ODM. Sifuna baadaye alifunganya virago na kujaribu siasa za mjini, akigombea useneta Nairobi, akilambishwa sakafu tena na Johnson Sakaja katika kivumbi cha useneta. Hata hivyo, Sifuna alitawazwa kuwa katibu mkuu mwaka 2018, akibeba mikoba ya katibu mkuu hadi Jumatano tarehe 11 mwezi Februari mwaka 2026, wakati ambapo baraza kuu la chama cha ODM ilizima nyota yake. The party chairs and the secretary generals to join in. Hata hivyo, ndoa ya chama cha ODM na UDA iliyoadhimishwa mwezi Machi mwaka uliopita ilionekana kutia doa safari ya Sifuna chamani, akijitokeza waziwazi kupinga ushirikiano huo. Sifuna aliyehudhuria mkutano huo shingo upande kando ya bosi wake wakati huo, hayati Raila Odinga, akiwa mwiba kwa wenzake, haswa mawaziri waliovuka sakafu kula vinono vya baraza la mawaziri. Wakati wa uhai wake, Raila alikuwa mtetezi wa kufa kupona wa Sifuna, mara kwa mara akizima ndimi za moto zilizotaka kumteketeza chamani. Kama Sifuna ameongea, ako na haki ya kuongea. Ndio ni mauti za chama. Hata hivyo, baada ya kifo cha Odinga, Sifuna alibaki solemba, mahasidi wake wakimwandama kila kona. Japo ameondolewa, Sifuna ameonekana kuendelea kuwa roho juu, akiwaalika wafuasi wake katika mkutano wa hadhara eneo la Kitengela, Kajiado, Jumapili ijayo. Emmanuel Toro, runinga ya Citizen, Nairobi. Ilinuia kuangazia mipango ya kuwainua vijana wafanyabiashara kupitia mpango wa Nyota, lakini masuala ya kisiasa yalipewa kipaumbele. Rais William Ruto akionekana kukerwa na ukosoaji wa punde kutoka kwa aliyekuwa naibu wake Rigathi Gachagua. Siasa ya ubaguzi mko naye,
Hiyo siasa ya ukabila mko naye haina nafasi katika Kenya hii, and we are going to make sure we root out maneno ya ukabila, maneno ya chuki, maneno ya siasa ya ubaguzi. Tutamalizana nayo. Matamshi ya hivi majuzi na mashambulizi ya mara kwa mara dhidi ya viongozi kutoka kaskazini pia yalionekana kumkera waziri wa afya Adan Duale. I challenge the former deputy president. I will challenge you to a contest. Let us meet at Jeff Koinange's bench. I will challenge you to kutana kiwanjani. Your Excellency, mambo ya Northeastern wachia mimi Rigiji. Naibu wa Rais Profesa Kithure naye pia hakubaki nyuma katika msururu huu wa kumrushia makombora Gachagua. Hao watu ni watu wako na akili kidogo sana. They are very small-minded characters. Mtu anazunguka hapo kwake, hata hapo kwake amechokora, sio ati hata hapo kwake ametengeneza, amechokora kila mtu. Hata MCA wa hapo amtambui, mjumbe wa kwake amtambui. Sasa we ni kiongozi aina gani kama kwako hauna hata MP hata mmoja? Kindiki anaongoza mikakati ya serikali ya kukabiliana na ukame na njaa katika maeneo kame, na alimtahadharisha Gachagua dhidi ya kile anachosema kinapuuza hali nzito. Wasilete maneno ya siasa katika mambo ya ukame. Watafute kitu ingine ya kuleta siasa. This government is focused on solving Kenya's problems one by one, step by step, under President William Ruto. Rais akiahidi kutatua mojawapo ya matatizo hayo, uhaba wa walimu unaoendelea katika eneo hili ili kuhakikisha kuwa walimu kutoka eneo hili wanapata mafunzo ya kutosha ili kuwawezesha kuajiriwa nyumbani. Rais alizindua ugavi wa shilingi milioni 375 za Nyota kuanzisha mtaji kwa vijana katika kaunti, huku takriban watu 7,500 wakitarajiwa kunufaika. Brenda Wanga, runinga ya Citizen. Wa Nairobi Johnson Sakaja amesema majukumu ya serikali ya kaunti hayawezi kuhamishwa kwa serikali kuu, licha ya Rais William Ruto kutangaza kwamba serikali kuu itachukua usimamizi wa baadhi ya majukumu kutoka kaunti kwa lengo la kuboresha huduma kwa wakazi wa Nairobi. Akihutubia bunge la kaunti ya Nairobi kuhusu utendakazi wake, Gavana Sakaja alisema kamwe hatagawana mamlaka na serikali kuu. The functions bestowed upon the county government of Nairobi by the constitution will remain county functions. We shall not transfer any functions of the county of Nairobi. Gavana huyo akishutumu mpango wa NMS wa mwaka 2020. Makundi ya vijana yalipoanza kurundikana barabarani na kusitisha shughuli za kawaida mtaani Huruma hapa Nairobi, polisi walifika tena kwa fujo. Ghafla hali ikageuka na kuzua rabsha iliyowalazimu polisi kutumia vitoa machozi kuwatawanya vijana hao. Katika purukushani hiyo ya vuta ni kuvute, polisi mmoja anasemekana kufyatua risasi na kuwajeruhi watu watatu. Miongoni mwa watatu, mmoja ni msichana na wengine wawili ni wanaume. Wanaume waliojeruhiwa kwa risasi ni Hassan Isaac na Bonaya Yusufu. Wawili hao walikimbizwa kwa matibabu ya dharura hospitalini ya Kenyatta ambako wanaendelea kutibiwa. Alikuwa ameshikilia bunduki hivi chini. Sasa venye ililia aliunua. Unaona, sasa kuunua ndio ikapiga watu wako within na karibu na yeye. Hata sisi tulikuwa hapo, ni Mwenyezi Mungu ametusaidia. Sijui ni madam ni negligence yake ama sijui ni nini ili happen, akafire bunduki ikaweza kugonga watu wawili hapo, watu watatu, wawili wanaume wenye walileta huo vijana, na madam mmoja anasikia ameshutiwa mkono. Pale wameshutiwa ni pale Kiamaiko, kwa nini? Kwa pale karibu na msikiti tu au kanga hapo wanafanya kazi ya mbuzi, wameshutiwa hapo. Waathiriwa walipigwa risasi kwenye makabiliano baina ya polisi na kundi la vijana waliokuwa wakiandamana Huruma kudai kukamatwa kwa polisi aliyemuua Sherili Achieng Jumamosi. Franklin Wala, runinga